After all, lazima uelewe kwamba kuna tofauti kati ya uwepo wa Mungu na kutembelewa au kutembelewa na Mungu. Kuna tofauti kabisa. Ndio maana unakuta hata mtu ni mpagani na anatembelewa. Ule mstari wa 4 unamfanya aulize swali hili. Ile swali ya kwamba mtu ni kitu gani, ilikuwa ni kwa sababu ya hivi kwamba Mungu huwa anamtembelea, lakini sio kumtembelea tu, amemfanya punde kidogo. Thamani ambayo iko ndani ya pekee sana. Sababu kaenda kusoma hapo chini, anasema amemvika, he has crowned him with the glory and honor. Hauhitaji kufanya kitu sana ili kutokea, ni maamuzi yake. Bwana nikasema hii lazungumzia kutembea na Mungu, ni anaamua kwa kutembelea. Yaani hapo hujamwalika. Haleluya. Nikaribishe tena kwenye kipindi kizuri ambacho tuko nacho, na tunapata muda mzuri wa kuendelea kujifunza somo ambalo tumekuwa nalo ambalo linasema kutembelewa na Mungu, kutembelewa na Mungu. Kwenye sehemu ya kwanza somo hili nilikueleza kitu kwa habari ya kutembelewa na Mungu. Na nilikwambia ninapozungumzia kutembelewa na Mungu namaanisha Mungu mwenyewe anaamua kutokea kwa mtu. Mungu mwenyewe anaamua kuwa wazi kwa mtu. Mungu mwenyewe anatoka aliko anakwenda kwa mtu. Sasa nilikwambia kuna ukweli ya kwamba Mungu yuko mahali pote. Lakini yeye kuwa mahali pote haimaanishi kwamba anadhihirika, anaonekana mahali pote. After all, lazima uelewe kwamba kuna tofauti kati ya uwepo wa Mungu na kutembelewa au kutembelewa na Mungu. Kuna tofauti kabisa. Tunapozungumzia uwepo wa Mungu, moja, uko mahali pote. Mbili, muda mwingi ili udhihirike eneo, muda mwingi inategemea na namna ya wewe kuinteract na uwepo huo. Yaani na mazingira muda mwingi yanatengenezwa ili uwepo wa Mungu udhihirike. Mfano, ili mtu afurahi kwa Mungu kwa swala la kuabudu, swala la kusoma neno, vitu vingine, kwamba kuna kitu mtu akifanya ule uwepo wa Mungu unakuwa halisi kwenye ile eneo, ndio anaanza kuelewa, anasema yes, Mungu yuko hapa. Alikuwa anaabudu, mwingine anaabudu, Mungu anaanza kuponya, yes, kwamba Mungu yuko mahali hapa. Lakini sasa tunapozungumzia kutembelewa na Mungu, it has nothing to do with your effort. Hakuna jambo ambalo unafanya. Yes. Yaani hapa ni wewe tu kutambua tu uwepo ili uelewe kwamba upo. Ndio maana unakuta hata mtu ni mpagani na anatembelewa. Hahitaji aabudu, ila Mungu anamtokea. Mtu alikuwa busy na mambo yake. Kutembelewa na Mungu inaweza kumkuta mtu hata hayupo kwenye sehemu ya maombi, hata huwa haombi, ila akatembelewa. Nisikilize, ina maana sana. Sasa ni zaidi kwa wale ambao wanaotambua uwepo wa Mungu, kwa sababu wao wanakuwa wako aware sana, wanaelewa sana kitu hicho, kiasi ambacho hata ikitokea mazingira nje na yale ya kuabudu, nje na eneo la maombi, bado wanaweza wakaelewa huyu ni Mungu ametokea kwenye mazingira haya, ni Mungu amenitembelea hapa nilipo. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwa hiyo nilikueleza jambo hilo ambao nilikuwa natamani kuweka msingi pale. Labda nikupe tofauti wakati ya kutembelewa na Mungu na uwepo wa Mungu. Elia, eneo moja inaonyesha uwepo wa Mungu, alafu eneo lingine linaonyesha kutembelewa na Mungu. Ule muda yuko pale pamoja na wale manabii wa Baali. Yoabu yuko pale. Alipotengeneza ile madhabahu, weka yale mawe 12 pale, weka kuni, mwaga maji, akasema Mungu na ijulikane kama upo. Na ijulikane kwamba wewe ni Mungu hapa. Ijulikane kwamba wewe ni Mungu. Mungu akatokea kudhihirisha kwamba yupo. Pale alikuwa na prove uwepo wa Mungu, kwamba Mungu ni wa kwetu. Mungu yuko upande wetu. Kwa hiyo ilitokea na ilidhihirika kabisa wazi, kila mtu akaona kabisa. Elia huyu baada ya kukimbia sana, ile eneo nitalizungumzia kwenye kipengele kimoja kwenye sehemu ya somo hili kwa siku ya leo. Kuna muda alikuwa Elia amechoka. Kwa Elia alivyochoka akaenda akakimbia
enda kwenye mlima ule ule ambao Musa alikuwa anakutana na Mungu. Sasa yeye alienda kule akaingia kwenye pango. Akiwa amekaa kule, maandiko yanasema ikatokea tetemeko, radi zikapiga, moto nini. Na Biblia inasema pale Mungu wala hakuwa kwenye ule moto wala kwenye ile radi wala kwenye ule upepo mkali ambao ulikuwa unatokea. Lakini Mungu alimtembelea. Kwa nini? Anasema in a still and calm voice, a small voice, katika sauti ndogo. Mungu akasema na nani? Na Elia. Hakufanya chochote ili Mungu aseme naye. Kwa maana yake ni Mungu ameamua kwenda pale alipo Elia. Ni kweli umembeba yumo ndani yako, ila kuna muda anaamua yeye mwenyewe anakuja. Na ndio muda mwingi katika namna hii anakuja vile tofauti na vile ambavyo ulikuwa unategemea. Sasa nitakueleza hapo kwenye kipengele cha leo ambacho tutajifunze ni mambo gani au ni namna gani wanatokea. Mambo ambayo yamekwisha kufanyika tunayatumia kama lengo ya kujifunza. Kwa hiyo haya ambayo tutajifunza mahali hapa, they are not a limitation on how he will appear when he will visit a person. Wala sio kizuizi chochote. Maana yake hazuiliwi na haya ambayo tunayajua. Ana namna nyingi na nyingi na nyingi za kutokea. Lakini kwa haya machache ambayo hapa nimeondosha, ndani hapo kama hapo zaidi, hapo kama 8 hivi hapa, njia au namna kama 8 ambazo huwa anatokea. La, kabla ya hapo nikusomee Zaburi sura ya 8 mstari wa 3 hadi wa 8. Kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu Daudi alitamani tukielewe, na kwake lilikuwa ni swali. It was a question. Alikuwa anajiuliza yeye mwenyewe, anasema hiki kitu inakuaje? Huyu mtu ni nani huyu? Anasema mtu ni kitu gani? Zaburi 8 mstari wa sasa upata muda soma kuanzia wa kwanza. I want to read it from mstari wa 3 to verse 18. Ande kapa subriki na maha. Yes. Soma Zaburi sura ya 8 mstari wa 3 hadi mstari wa 8. Nataka tu kitu kidogo pale, alafu nikueleze namna ambazo Mungu anatokea. Kuanzia mstari wa 3. Anasema nikiangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota, anasema ulizozithibitisha, ambazo umethibitisha. Okay? Alafu anaendelea mstari wa 4. Anasema mtu ni kitu gani? Jamaa anashangaa. Anasema mtu ni kitu gani? Mtu ni kitu gani? What is a man? Ni kitu gani? Yaani huyu bwana, kuna swali jana kwa nalo kwamba kuna jambo hapa. Na kwa nini anakuwa na maswali haya? Anasema mtu ni kitu gani umkumbuke. Swali la kwanza ambalo analitengeneza, mtu ni kitu gani umkumbuke. Anaendelea hivi kwenye huo mstari wa 4. Na binadamu hata umwangalie. Kiingereza anasema hivi hapa hata umwangalie. Anasema and a son of man that you visit him. Ya kwamba na mwanadamu hata umtembelee. Hii kwenye Kiswahili anasema hata umwangalie. Kwa Kiingereza hii umwangalie ni umtembelee. Umtembelee. Maana yake kuna jambo la tofauti sana, kwamba Mungu anaweza akawa anaacha vitu afa anamtembelea mtu. Hii siri ukijua inakufanya uwe aware sana na uwepo wa Mungu, lakini na mtembeleo wa Mungu zaidi. Na kwamba mahali popote ulipo, kwa sababu Mungu huwa ana agenda na watu. Nilikwambia kwenye somo lililopita kwamba Mungu kwa sababu huwa ana agenda na watu, so he may visit you because he has an agenda. He have it for you. Kwa kuna agenda pale iko, na atatembelea mtu kwa sababu agenda ipo.
Unaelewa anachozungumza? Sasa ukiendelea kusoma hapo chini, anasema huyu mtu umemfanya punde kidogo ya malaika. Sasa huku nilikuwa nimezungumza, anasema punde kidogo ya malaika, lakini hii lugha ya malaika ni kwenye Kiingereza. Kwa Kiswahili ametokea vizuri, anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Maana yake akitoka Mungu anafuata mtu. Punde kidogo kuliko Mungu. Punde kidogo kuliko Mungu. Punde kidogo. Maana yake akitoka Mungu amewekwa pale kwa nafasi in ranking, akitoka Mungu anafuata mtu. Sasa angalia, ndio ule mstari wa 4 unamfanya aulize swali hili. Ile swali ya kwamba mtu ni kitu gani, ilikuwa ni kwa sababu ya hivi kwamba Mungu huwa anamtembelea, lakini sio kumtembelea tu, amemfanya punde kidogo. Thamani ambayo iko ndani ya pekee sana. Sababu kaenda kusoma hapo chini, anasema amemvika, he has crowned him with glory and honor. Kwamba amemvika utukufu na heshima. Mtu ndio huyu ambaye Mungu anamtembelea. Ndio huyu ambaye Mungu atembelei wanyama. No. Anatembelea watu. Kwa nini? Akitoka Mungu watu wanafuata. Nzao na kusema Mungu ni rafiki yetu. Mungu ni baba yetu. Mungu ni kimbilio letu. Sasa kwa lengo, kwenye lengo ya uhusiano, ni baba, ni rafiki. Kwa kama ni baba lakini pia ni rafiki, maana yake we can relate with him. We can associate with him. We can have an intimacy with him. So haiwezi kuwa na intimacy tu bila kutembeleana. So mostly I'm speaking of him visit you. Ndio maana unachungulia maandiko, unaona kila wakati wa jua kupunga kwenye Mwanzo sura ya 3 ni Mungu alikuwa anatoka mbinguni anashuka anamtembelea Adamu bustanini. Ni yeye alikuwa anawatembelea. He was there always to visit them. Ni yeye alikuwa anaamua tu, I have to visit these guys. Ni yeye Mungu mwenyewe alikuwa anasema ninawatembelea hawa watu, ninawatembelea. Ndio maisha jinsi yalivyo. Jina la Yesu lisifiwe sana. Jambo la muhimu sana. Sasa natamani nikueleze mambo kadhaa jinsi gani ambavyo ni namna gani huwa anatembelea. Jambo la kwanza au namna ya kwanza ambayo Mungu anaitumia, nimekwambia ziko nyingi sana hapa na nitakupa zote ambazo nimezielezesha hapa, na nimejitahidi kuziweka kwenye makundi ili nisizifanye ziwe nyingi sana, na zipo zaidi ya hizi, ila nimejitahidi kuziweka kwenye makundi. Kundi moja limechukua zaidi ya namna kama 5 kwenye kundi tu moja, ila hapa tunaanza kama 8. Ila ya kwanza ni Mungu anapotembelea mtu, wakati anamtembelea mtu yeye mwenyewe kwa uhalisia wake. Nikisema kwa uhalisia wake, maana yake in his own personality. Kuna namna anaenda kama yeye mwenyewe. Ukisoma Luka sura ya 24 kuanzia mstari wa 39 kuendelea, pale Yesu alivyokuwa baada ya Yesu kufufuka, wanafunzi wake walikuwa wamekaa pale kwenye ile nyumba. Muda wamekaa kwenye ile nyumba, akawatokea. Alivyowatokea, mtu mmoja anaitwa Tomaso alisema, mimi sitaamini mpaka nimemuona nimshike. Yesu pale akamwambia, nishikeni muone kuwa ni mimi wala sio mzimu. Kwa Tomaso akaenda akashika. Pale alitokea kama aliwatembelea kama alivyo kabisa. Hiyo ni Luka sura ile ya 24, Luka 24. Yes. Luka sura 24. Lakini sio hivyo tu, Ibrahim, ukisoma Mwanzo sura ya 18, alikuwa amekaa pale Mamre. Wakati amekaa kwenye ile eneo, naipenda sana historia ya Ibrahim. I really love it. Kuna mazingira inafundisha kitu kikubwa sana. Alikuwa amekaa pale, alafu alivyoinua macho ndio jana akaona watu watatu wanakuja. Alipoona watu watatu wanakuja, kwa mujibu wa maandiko anasema, ukisoma pale walikuwa wanakuja watu watatu, ila akakaribisha akasema, karibu Bwana wangu. Alielewa kuna watu watatu ila kuna mmoja ni Bwana. Maana yake Mungu alimtembelea yeye mwenyewe kabisa.
Kwa wale wawili yamkini walikuwa ni malaika, alafu mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa kuna watu huwa wanatembea, ndio maana kuna watu wanasikia mtu anasema tuache na ile ya kusikia sauti. Mtu anatokewa kabisa hivi huyo hapo. Kwa hiyo ni ya kwanza, na hauhitaji kufanya kitu sana ili kutokea, ni maamuzi yake. Maana nikasema hii nazungumzia kutembea na Mungu, ni anaamua kwa kutembelea. Yaani hapo hujamwalika, ni yeye. Ibrahim pale alikuwa amekaa tu, alafu after all alimwambia kabisa kwamba tulikuwa tunapita tunaenda Sodoma. Imewahi kunitokea siku moja, nilikuwa naomba, alafu ile chumba kwa kimefungwa mlango, katokea mtu ameingia pale. Alivyoingia sasa, mimi nimesema mtu, sijakwambia kama ni Mungu. Nikwambia mtu. Kwa hiyo relax. Akaingia. Nisineno kama yeye Ibrahim. Nimeomba, nimechoka, nilikuwa nasikiliza, nataka kunipitia, nimebaki tunaomba nini kichovu. Akaingia mle. Wakati namtazama, akaniambia nilitaka niende chumba. Sababu kwa ni kanisani kuna watu ndio walikuwa wanaomba kule. Akaniambia nitaka niende kile chumba kile, nimeona hiki kitu nilete huko. Na mtu alikuwa kule anaomba, inaonekana kuna kitu, hiki kitu ambacho alinipa kwa nataka kupeleka. Kwa hiyo nikapokea. Akaniambia kitu kingine fulani, afa kaondoka. Mtu. Na imetokea mara nyingi. Ingine nilikuwa naomba kabisa. Kwa nimekaa kwenye speaker namna hii, niko naomba. Alafu nimeangalia kushoto, nikaona mtu hapo kwenye speaker, na angalia mtu hapo. Mimi nimekaa kwenye speaker, au nilivyoangalia ilikuwa kama kuna kiti kimejitengeneza pale kama kikochi wamekaa hivi. Au yamekaa. Nikahisi ni macho. Yaani kama vile nipo macho ya ndani ya roho, ni ile roho zaidi. Nilifanya hivi. Nikatazama kwa tukaanza kuzungumza. Ilikuwa ni mwaka jana kwenye mwezi wa 4. Muda mrefu. Na nilikuwa naelewa bila kwa tunazungumza, tunachukua tuzungumze Kiswahili. Kwa sababu muda ana nilikuwa nina kwa lugha. Kwa ndivyo kwenda kunena kwa lugha, alikuwa anajibu. Tunazungumza, nageuka, tunazungumza baadaye kwa sasa. Hiyo hoja kwanza inamaanisha nini? Mungu anaweza kutokea mwenyewe. Mungu yeye mwenyewe. Ndio mfano wao nikimaanisha kwamba inawezekana kabisa Mungu anatokea. Jambo la pili, au namna ya pili ambayo Mungu anaweza kutembelea katika namna hiyo ni kwa sauti ya Mungu. Kusoma kitu kwenye Samueli wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema kwenye kile neno la Mungu au sauti ya Mungu ilikuwa nadra sana, ilikuwa adimu. Anasema the voice of God, a word of God was so little. Ile maana yake nadra, ilikuwa nadra, ilikuwa adimu, haipatikani. Lakini usiku wakati Eli amelala na Samuel amelala, sauti ya Mungu ikasikika mahali pale. Mungu alimtembelea Samueli kwa namna ya sauti. Akaita Samueli. Yaani alikwambia kuna watu wanatulia wanasikia sauti ya Mungu. Mungu amekutembelea. Na kuna muda unaona uhitaji wewe kwenye mambo. Unaweza kukaa unatoka kama sauti imekuita, unageuka hivi. Mbona kama kuna mtu itika. Elewa. Kabisa. Elewa. Yaani kuwa shida ni moja. Mtu akisikia sauti anahisi kama atakuwa ni mapepo haya. No. Sometimes sio mapepo, ni Mungu amekuita. Hallelujah. Hii muhimu sana. You have to be in this position. You have to have this conscious ya kwamba sauti ya Mungu inaweza kukutembelea. Sauti ya Mungu inaweza kukutembelea kabisa. Sauti ya Mungu kabisa. Sauti ya Mungu. Jambo lingine, Mungu anaweza kukutembelea kupitia malaika wake. Gideoni kwenye Waamuzi sura ile ya Waamuzi sura ya 6 ukianzia mstari wa 11 hadi wa 13. Unaelewa Waamuzi
Oh my God. Waamuzi sura ya 6 ukianzia mstari wa 11. Wewe nikusomea hapa. Makaba subi na mahali. Anasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya ule mwaloni. Sasa hapa huyu jamaa alikuwa ile eneo la kupulia ngano kupanda shughuli zake. Ni malaika wa Bwana akamtokea. Alafu ndio pale akamwita shujaa Gideoni. Gideoni hakusema wewe malaika. Alisema Bwana wangu anihitaji shujaa. Bwana wangu. Maana yake alielewa amemtembelea ni Bwana, ila katika namna ya malaika. Kwa hiyo kuna wakati malaika wanatokea mtu na kutokea wanakuja akiwa na ajenda ya mbinguni kabisa. Akiwa na ajenda ya mbinguni. Ile jambo la muhimu sana. Sasa malaika anaweza kaja akiwa na kaja kama mtu na yeye kaja tofauti. Inategemeana. Ukisikia malaika usifikiri ni mabawa. Sasa sijui kwa wengine, ila uzoefu mdogo sana nilionao, mara zote ambazo nimeshuhudia hivi malaika kwa macho yangu sijai kuona mabawa. Mimi sijui mwingine, mimi sijai kuona mabawa. Sijai kuona mabawa. Sasa najiuliza labda wengine ule mwanga mkali, wakati mwingine kuna wengine wanashuka kwa mwanga mkali sana, labda ndio mabawa, sijajua. Ila wana namna nyingi za kuonekana kwa mtu. Kwa hiyo lakini mabawa. Na naelewa kimaandiko ukisoma hapo kanaelezea malaika, hapo kanaelezea makerubi, hapo kanaelezea maserafi, hapo kanaelezea wale wazee 24, hapo kanaelezea wale wenye wazee 24, Yesu anapoelezea wenye uhai wa 4. Sehemu kubwa pale anazungumzia wana mabawa, mabawa 6. Maserafi ndani niliona mawili wanafunika usoni, mawili kwa ajili ya kuruka, mawili wanafunika miguu maserafi. Kerubi sikia na mabawa 4, yani tofauti. Kwa hiyo sipingi ambao wanasema kwamba malaika nikutokea na mabawa, lakini ni muhimu mtu akawa na ufahamu ya kwamba sio kila anapotokewa na malaika atatokea mbele yako akiwa na mabawa. No. Sio hivyo. Na usikalili hivyo. Kalili hivyo kuna vitu utakosa. Kuna matarajio utakuwa nayo alafu hatakuwa kama unavyotaka yao. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anamtembelea mtu kupitia malaika. Alimtembelea Gideoni kupitia malaika. Na ukisoma maandiko watu wengi walikuwa wanatembelea kupitia malaika. Malaika alikuwa anaenda na watu maelekezo. Malaika anatokea anasema nani? Anatokea anamwambia fanya kitu fulani. Mtembeleo wa Mungu kupitia malaika. Jina la Bwana lisifiwe. Na ile jambo la itakuwa sala ngapi? La kwanza, la pili, la tatu, ila 4, vitu na ishara. Vitu na ishara. Hasa hapa inamaanisha kuna wakati yanatokea kama moto, yanatokea kama huwa, yanatokea kama maji, yanatokea kama mwanga mkali. Musa alipokuwa pale Imani anachunga wale mifugo wa mzee Yethro, unasoma maandiko, Mungu alitokea kwake kwa mfano wa kijiti kinachowaka moto bila kuteketea. Haimaanishi kile kijiti ni Mungu, ila alitokea kwa namna ile. A form of appearance. A form. Ni namna. Yesu akiwa pale anatoka kwenye maji. Maandiko yanasema na Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa mfano. Akaja juu yake kama huwa. Alikuja juu yake kama huwa. Haimaanishi alikuja juu yake akiwa njiwa, no? Ila alikuja kwa mfano wa njiwa. Kwa kuna muda vitu, wadudu, wanyama nini, vitu au ishara. Yes, vitu au ishara ni lugha kama vizuri. Vitu au ishara. Kwa kuna muda anatokea kwa mfano kwa namna ya vitu au ishara.
akatokea kwa Yesu. Sio njiwa, haimaanishi Mungu ni njiwa. No. Alitokea kwa mfano kama huwa. Ni bahati mbaya sana kuona kila eneo tumeng'ang'ania tuweka njiwa. Ni kweli ile ni ishara, haimaanishi Roho Mtakatifu ni njiwa. Haimaanishi Roho Mtakatifu ni njiwa. Haimaanishi hivyo kabisa. Roho Mtakatifu sio njiwa. Ila ile lugha pale ya kwamba ule muda Yesu anabatizwa na vitu vingi, alishuka kama. Sasa ile lugha ya kama huwa ni iko inaelezea namna, tabia ya njiwa, jinsi ambavyo akiwa anashuka huwa anafunika. Ili iko hapo tu. Haimaanishi kwamba watu walikuwa wanamuona njiwa anashuka hivi. Pale anaelezea ile tabia. Manake alishuka kamfunika, alishuka katanda juu yake. Sababu ni kutokea pale aliongoza na Roho kwenda kufunga, na kutokea kwenye kufunga zile 40 kitu kikalipuka mjini, bali zikaenea mahali pote. Nini? Alishuka kama huwa. Njiwa huwa anatanda. Mwanzo sura ya 1 unaona hiyo sifa. Na Roho wa Bwana alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Alikuwa ametanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Alikuwa amehova, ametanda namna hii. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio njiwa, ila anaweza akajidhihirisha kama mfano, a form of appearance. Ndiyo maana ya andiko hili. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati Mungu amtembelea mtu kwa namna ya vitu au ishara fulani. Ndio kuna muda anadhirika kama moto. Mungu anamtembelea mtu kama moto, ni moto huo. Musa kile kijiti wakawaka moto bila kuteketea. Aliona kijiti akasema ngoja nisogee nione maajabu haya ya kijiti cha moto. Aliposogea pale, maandiko yanasema na sauti ya Mungu kutoka kwenye kile kijiti. Sauti ya Mungu ilikuwa ndani ya kijiti. Maana yake Mungu alikuwa pale. Anamtembelea Mungu Musa ila kwa namna ile ya kijiti ambacho kinawaka moto bila kuteketea. Jina la Yesu asifiwe sana. Na ni pale Musa aliweza kupokea maana. Anamwambia Musa vua, ni pale. Kwa ilitokea katika namna hiyo. Kuna wakati inatokea hiyo. Usilazimishe iwe vile ambavyo umezoea hiyo. Hiyo muhimu sana ukaielewa. Jina la Yesu lisifiwe sana. Sauli, oh my God. Sauli wakati nadhani kwenye sura ya 8 ile. Kama sura ya 9, wakati anatokewa, sura ya 9 Matendo ya Mitume, wakati anatokewa na Yesu. Sauli sasa wakati anatokewa na Yesu ni mwanga mkali kutokea mbele. Ule mwanga ukampiga usoni, afu ndo akasikia sauti. Kwa Mungu alimtembelea kwa mwanga. Kumbuka nilikwambia tofauti uwepo wa Mungu na kutembelewa na Mungu ni kwamba uwepo wa Mungu muda mwingi unahitaji ufanye kitu ili manifest udhihirike kwenye eneo hilo, lakini kutembelewa na Mungu mostly you have to do nothing ila yanatokea. It has nothing to do with it, ila anaamua tu mwenyewe kwa sababu ni yeye ameamua kutokea. Ni yeye ameamua kumtembelea mtu. Ni yeye ameamua kufia kwa mtu. Sauli mtenda dhambi ila anamtembelea. Gideon alikuwa anakula, ni kukulia sile vizuri. Kulia ngano, alikuwa anakulia ngano, ni kukula sio anafanya yoke, whatever it is. Lakini kwenye mazingira yale anatokewa. Alikuwa hana wewe yote wala hajamwalika Mungu pale. Musa alikuwa busy na shughuli zake pale, Mungu akamtembelea. Ibrahimu amekaa tu pale, Mungu akamtembelea. Na Sauli hapa alikuwa anatembea, yuko busy na wahi kule kwenda kutesa watu. Mungu akamtembelea njiani, akamtokea njiani. Wanafunzi Yesu wamekaa pale wamekata tamaa, wanawaza itakuwaje hii kitu. Yesu akawatembelea. Walikuwa hawamuiti Mungu Yesu njoo, Yesu njoo. No, they were busy with their own stories. But he visited them. Kwa ndivyo ilivyo. Sasa baadaye nitakueleza kule mbele jambo gani ambalo unaweza kulifanya ili akikutembelea uwe aware sana. Akikutembelea udake. Usije kupita na hiyo encounter. Kwa hiyo vitu au ishara. Jambo lingine kwa ndoto. Na kusoma maandiko kwenye Mwanzo sura ya 28 unamuona Yakobo alikuwa amelala, alafu ndoto ikaja pale. Akaona malaika wanapanda kushuka. Alipoangalia kule juu kwenye ile ngazi akamwona mwana wa Mungu amesimama pale, akamwona Mungu amesimama pale. It was a dream. Manake Mungu alimtembelea kwa njozi.
na alivyoamka ile kitu ilikuwa halisi sana. Akasema mahali hapa Mungu yupo, hapa Mungu yupo. Na sasa panatisha, kama anasema sikujua kwamba hii ni nyumba ya Mungu, kama ndoto. Lakini nyingine, Mungu anatembelea watu kupitia watumishi wake. Ukisoma kwenye Samueli wa pili sura ile ya 12 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, Mungu alimtuma Nathani kwa Daudi. Alimtuma Nathani kwa Daudi baada ya kumsogeza Uria Mhiti mbele ya kafa. Mungu alimtuma Nathani nabii wake pale kwa Daudi. Ni Mungu alimtuma. Kwa hiyo Daudi alitembelewa na Mungu kupitia mtumishi wake. Kwa kuna wakati Mungu anakutumia mtu anakuja kwako, ni umetembelewa na Mungu. Kornelio alikuwa ametulia pale, malaika akamtembelea, ndio, lakini pia Petro atumwa kule. Kwa Petro alienda on behalf ya Mungu. Mungu alimtembelea Kornelio pia kupitia Petro. Kwa kuna wakati mtumishi wa Mungu anakufikia, inakuwa ni mtembeleo wa kimungu kwa sababu ya agizo, agenda. There is agenda ya Mungu. Haleluya. Lakini nyingine hii itakuwa sasa ya ndani ya 7, ni sauti ya ndani, ufunuo, mguso na hisia. Nimeweka hivi ili niweke tu kwa ufupi sana. Wakati sauti ya ndani, unasikia sauti ya ndani, mwingine mguso fulani, wakati mwingine unapata ufunuo juu ya kitu fulani, wakati mwingine hisia. Hizi namna pia ambazo Mungu huwa anatumia kutembelea mtu. Yes. Namna ambazo Mungu huwa anatumia pia kutembelea mtu. Samueli wa kwanza sura ya 19. Kuanzia mstari wa 12 pale unamuona mtumishi wa Mungu alikuwa ni Elia baada ya kukimbia kujificha. Hii story ilianza nayo kule mwanzoni kabisa, alipokimbia kujificha kwenye ile pango. Mungu alisema naye kwa sauti ya chini, sauti ndogo sana. Hii lugha sauti ndogo sana pale, muda mwingi maana ndiko inaonyesha sauti ya ndani, a still and calm voice, sauti ile ya ndani ambayo inakuja kama wazo. Mungu anakuambia kitu ndani. Kwa unaweza kuwa umetulia eneo, alafu Mungu anaachilia wazo ndani. Anakuambia nenda fanya kitu fulani, anakuambia unaliona lile, inapaswa kuwa hivi. Ile sauti ambayo inakuja ndani, lile wazo ambalo linakuja, manake Mungu anasema na wewe, manake Mungu anazungumza na unapaswa kulizingatia, na ukilizingatia mambo hayawezi yakawa kawaida. Kumbuka, Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, kinywa chako ni kinywa chake, fikra zako ni fikra zake. Kwa kuna muda anaamua sasa, anavyosema na wewe, anaiachilia hapo hiyo sauti, anairuhusu hapo ndani. Ukichukua ukatendea kazi hilo wazo, lazima uone mabadiliko kabisa. Ndivyo ilivyo. Kwa kuna wakati mtembeleo au mtu kutembelewa na Mungu inakuwa katika namna hiyo. Pengine ufunuo, unapata ufunuo jambo fulani, unasoma maandiko, leo na ufunuo unaopata vitu vinakuwa wazi kwako. Wakati mwingine haina fani ya mguso au hisia fulani, kuna sense. Sasa hii ndio inaambatana sana ule uwepo wa Mungu, kama unaelewa kabisa kweli hapa Mungu anasisimka. Zingine ndio nasikia moto, yani kuna muda niko natembea nikisikia moto eneo fulani la uso, naelewa the master is here, yumo ndani yangu ndio, lakini naelewa kuna kitu kinaongezeka pale. Mimi naelewa kuna ka agenda kanafanyika sasa hivi, on awareness inaongezeka na pay more kwa ajili ya jambo fulani kwenye mazingira hayo na kwenye muda huo, kile mnaelewa hapo. Sasa hii kwenye eneo pia la ufunuo, muda mwingine Mungu anatumia vitu kusema na sisi. Unaweza kuangalia kitu hivi, yani unaangalia kitu afa na kufunulia jambo.
Mfano, na kitabu nimeandika kwa habari ya hekima ya chungu. Nilikuwa naangalia sungusungu, alafu somo likaja kubwa sana, sija kupata. Kubwa mno. Na nilikuwa naangalia miti, somo linakuja. Na wakati nilikuwa naangalia watu wanalima, wanapanda maharage. Niangalia kuna maharage wanawekea miti, yanazaa sana. Alafu kuna maharage wanayaacha bila kuwekea miti, yanazaa ndio, yanastawi vizuri, lakini hayaendi mbali na hayatoi mazao mengi. Maana chochote ambacho kinagharamiwa huwa kinafika mbali, lakini pia huwa kina matokeo mengi. Chochote ambacho huwa kinagharamiwa huwa kinaenda zaidi ya kawaida. Ni kawaida sana ya harage kulipanda hapa niishie hapo hapo. Lakini wale ambao wanaweka miti, kuna mzee mmoja nilimwona sasa, huyo ndio nilifanya somo hilo. Aliweka miti akasimika, alafu na juu tena kaweka hiyo. Kwa hiyo yalikuwa yanafuata, yakifika pale yanatanda hivi juu. Maharage yakawa yananing'inia pale na hapa juu hapo. Ila kuna mtu amepanda eneo dogo, anaacha hapo pale pale. Mwingine anapanda pia eneo dogo hilo, lakini ana mazao mengi zaidi hata anapanda eneo. Unatazama kitu unaelewa, unapata ufunuo juu kwenye eneo. Manake Mungu amekutembelea. Jina la Bwana sifiwe sana. Unaweza kutazama mtu anafanya kitu fulani, unapata ufunuo. Mungu amekutembelea. Usisubiri mpaka utishiwe. Usisubiri mpaka lije sauti nzito iseme fulani fulani. No. Be aware kama Bwana. Usipende kutishiwa ili ujue kwamba Mungu amekutembelea. No. Kama itokee radi ni kweli inaweza katokea, lakini haimaanishi kama radi ni Mungu. Okay. Kwenye sura ya 19 hiyo Wafalme, ndani ya kwanza wa pili, ya Wafalme my God. Wafalme wa kwanza, yes. Istangulia radi, vitu vingi, alafu hata Mungu akwemo. Haimaanishi kwamba Mungu hawezi katika namna hii. Hizo ni ishara, ila haimaanishi yeye. Alafu ni rafiki yetu. Rafiki yetu hapendi kututisha. Yaani Mungu hapendi wewe utishike. Ndivyo tukatembea tu utukufu ule, ila hapendi utishike. Kama eti kile kitaka kutokea lazima utishike, mwanga mkali utokee mbele yako. Mwanga mkali umetokea hapo, radi imepiga nini kitu wa pametikisika pale, kama wanaweza wasema pale tetemeko titi, wakasema Musa ishi hapo hapo. Mungu anapendi hiyo kitu. Ni baba yetu, anakaa ndani yetu, ni rafiki yetu. Kwa kama ni baba lakini pia ni rafiki, maana yake zingatia sana ile sauti ya ndani, zingatia sana anayokuwa anakupa kama mwanzo, vitu ambavyo anakuwa anakufunulia, zingatia sana. Ikitokea mwanga umetokea nzuri, tokea amekuja mwenyewe nzuri, tokea malaika amekuja nzuri, kati tetemeko nzuri, wala haina shida. Lakini uelewe lengo lake sio kutaka utishike. No. Kuna kitu anataka azungumze na wewe. Ndio maana anakuja kwako. Kuna agenda anayo, na wewe nilikwambia jana kwamba mahali popote unapoona mtembeo au mtembeleo wa Mungu kwa mtu, kuna agenda ya Mungu kwa wewe. Sasa nitakupa faida kipindi kinachofuata, faida za kutembelewa na Mungu. Ziko nyingi sana. Moja ya faida ni hapa, agenda fulani lazima itimie. Na Yesu sifiwe sana. Wow. Haya mafundisho unaweza kushare kwa watu wengine. Kwa maana watu wengi wajifunze na wapate vitu hivi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah.